Yaani hapa cha kukusaidia ni kupokea hii sufuria tu, nikuwekea vyombo viwe visafi. Mimi nina safari yangu, nataka nitoke. Sasa hakikisha unaosha vyombo vyetu vinakuwa visafi na unaviingiza ndani. Sawa. Bwana salama. Unajua mimi nimekuita hapa kwa sababu jambo moja. Wewe tangu umekuja hapa ni muda mfupi sana. Lakini kuna baadhi ya changamoto humu ndani wewe unaziona. Lakini hujui ni kitu gani kinachoendelea kwa baina mimi na dada yako. Napenda tu nikwambie kitu kimoja. Dada yako amekuwa mtata. Na utata wake ambao yuko nao dada yako anapenda kujiweka kwamba yani kila kitu mimi nimsikilize. Sijui umeelewa? Kwa hiyo wataka uniambie kwa shemeji kwa dadangu amebadilika sana kiasi. Yaani kwa kweli kuna baadhi ya vitu sidhani kama itakuwa tumeshuhudia ama ni vipi, kwa sababu unaona tunaishi tu pamoja. Na kikubwa ambacho kwa kinasababisha mpaka haya mashtaka mimi nakupa. Mimi na yeye tumekubaliana mambo mengi sana. Mimi nilifikia wakati nafua nguo. Oh my god. Nimefika wakati mimi na deki. What? Lakini najua ni mapenzi kwa sababu nimempenda dada yako. Sawa? Lakini sasa kitu ambacho kwa kimeniuma sana, hii hatua ya mwisho aliniambia kwamba nioshe vyombo. Tena amekuja kuniambia nje kama hapo. Yaani hapa nje ameniambia kabisa nioshe vyombo. Kakwambia wewe uoshe vyombo. Yeye anaenda safari zake. Sasa mimi nikajiuliza. Tunafanya mangapi kazi za kike mimi nafanya za kuzo. Iweje ile aje niambie hapa nje? Mimi nikajua kabisa ni ana mazumuni. Ni kunzalilisha, labda huenda nyinyi msikie ili apate sifa ama ni vipi. Kwa hiyo bwana shemeji, kwa dada utakaoniambie tabia zake ndio hizo. Naona vitu viwili mmekaa kazi kuambia na umbea. Kwani msisubirie nikiwepo ndo mkaanza kuongea? Dada shikamoo. Habari ya saizi? Kasikia ni ndio tunachokiongelea. Sikiza nikwambie. Tabia yake yule inaweza kuwa muda wote alikuwa yuko hapo ametulia. Kwa sababu haiwezekani kitu uje useme tu unafikisha na ujumbe bila kujua kunaongelewa nini. Huenda itakuwa umesikia. Sasa tabia yake sasa. Soma hapa tumekaa. Nikiendelea kukaa hapa. Yaani hapa nikiendelea kukaa. Nikifika kule ama niita, ina maana anaweza kaanzisha vurugu. So unajua tabia yake? Yule anaanzisha vurugu. Anaweza kanitukana mimi, acha niende bwana. Ngoja nimfuate tu kwa sababu kwa bwana shemeji muogopa yule. Kwa mazingira ambapo anaishi naye lazima nimuogope. Ni mtata kwa kweli. Ameshanipiga sana, ameningata sana. Najua itakuchekesha. Unachekesha. Tena hii simu yangu nishikie wewe. Unapigwa na yule. Nishikie hii simu yangu, usikaenda nao pia akaipiga chini. Utakuwa na hasira wewe.
Yaani nikienda nao ndani hiyo, ataweza kanipiga nayo au akaipiga chini. Yaani kwa uko serious kwamba unamuogopa? Tulia basi. Mimi nimekuita hapa kwa swala moja tu. Kuna vitu ambavyo vinaendelea huko ndani. Mimi binafsi nashindwa kuvielewa. Yaani sielewi ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Kwa sababu vitu ambavyo anavifanya dada yangu naona kama ni maajabu, kwa sababu sijawahi kumzoea akiwa hivi. Ndio. Kwani umeona nini? Mjomba, kwa vitu ambavyo mimi nimeviona au nimeelezewa vingine. Mjomba, yani imefikia hatua dada anamwambia mumewe kwamba aoshe vyombo. Alafu isitoshe anampiga kama ngoma mjomba. Mjomba bwana. Yaani msije nikajua umeona nini mjomba. Mbona hivyo ni vitu vya kawaida sana huko ndani? Vya kawaida mjomba. Mimi nishazoea. Yaani mimi naona kama ni sometimes yani unaukaga movie kubwa huko ndani mjomba. Sio naona kuosha vyombo tu. Swala la kawaida sana huko ndani. Yaani jambo kubwa kama hilo unasema ni jambo la kawaida, Mtu anapewa makazi magumu kama vile mwanamke. Na kati ilitakiwa yeye atoke akatafute mtoto wa kike ndio yupo nyumbani na anafanya hizo kazi. Sasa mjomba, unaponiambia mimi ni mtoto. Nimejaribu sana kukaa na wazazi wangu chini kuongea nao. Hawanipatilizi, wananiona mimi bado akili yangu ni ya kitoto. Yaani kiukweli kwa vitendo ambavyo wanavyofanya mimi siriziki navyo. Anampiga mtu watu kama ngoma. Na istoshe mjomba. Umeona hii simu? Hii simu yani amenikabidhi kwa kuogopa kupasuliwa. Yaani anaogopa hii simu inaweza ikapasua, ndio maana akanikabidhi mimi kwamba nikae nayo. Jinsi anavyomuogopa. Hiyo sio haki. Sio haki kabisa mjomba. Yaani mjomba, afadhali hata wewe umekuja. Huenda kukaa na usalama hapa ndani. Kwa sababu wewe ni mkubwa, utaongea nao kiutu uzima zaidi. Huenda mama akakuelewa kwa sababu wewe ni mdogo wake. Ila mimi nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu kama mtoto. Nimeshindwa mjomba, yani nimeshindwa. Kiukweli mimi ili jambo mimi silifumbii macho. Mimi nitahakikisha nitafanya jambo kwenye hili tatizo. Hili ni tatizo mjomba. Kwa sababu haiwezekani mtoto wa kiume unaosha vyombo. Unapika. Hizo si kazi za kike mjomba. Sawa mjomba. Alafu wewe pia umeridhika na kueleza, unacheka, unasema jambo la kawaida tu. Kwangu mimi mjomba hilo ni jambo la kawaida kwa sababu nimezoea. Mimi nishazoea mwenzangu. Kama wewe kwako unaona jambo geni sawa. Ila kwa sababu wewe upo mjomba, na imani kila kitu kitakaa sawa. Mjomba, mimi nahakikisha. Nitahakikisha hili jambo litakwisha kabisa. Siwezi kulea upumbavu. Sawa. Mimi nitafanya kitu. Sawa mjomba? Sawa. Sawa. Mimi nakutegemea mjomba. Haina shida. Leo unafuaje? Mbona ufui vizuri hiyo nguo waigeuza tu? Kwa leo ndo wajifunza kufua? Vizuri, unanikera aje? Mimi nikukera na nini? Wewe na mimi alomkera mwenzie nani? Si ulikuwa ungeombea pale nje. Mimi nilikuwa nimekasirika. Sasa mbona wanyanyua hivyo jamani, kutiana maji ndo nini? Hebu fua vizuri nawe bwana. Basi usugue vizuri, hebu angalia uko chini hata uja kusugua. Mbona zako nguo wewe azifua vizuri? Za kwangu mimi tu ndo afua vibaya. Bora upe kazi ya kuna nini? Sasa ndo nini tena?
Kwani wewe umeona kitu gani? Vipi mama? Dada, kwa hii tabia unaoifanya sio nzuri. Kweli mtoto wa kiume anafua, wewe mtoto wa kike umekaa. Wacha Ramanda. Mbona kama wanitafuta? Basi njoo ufue wewe. Yaani nyie ndugu mna tabia za ajabu ajabu sana. Umekuja kunisalimia mimi ndugu yako au kuchunguza maisha yangu? Tena, ngoja nimsaidie. Wewe mtulia, acha nguo zangu. Nimesaidia huyu imekuwa tatizo. Alokuambia ufue ni nani? Mimi ninachotaka hii tabia unaoifanya sio nzuri. Sababu Nimeshakwambia Taramani, hapa ni kwangu na huyu ni mume wangu. Umenielewa? Sawa. Sasa mimi nitachokifanya kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume. Hili swala nitalifikisha kwa wazee. Unasemaje wewe? Ole wako, hizo taarifa zitoke hapa, zitoke nje. Kisha kwa wazazi. Nitakachokufanya utoka uamini. Ole wako. Mimi kama nilivyosema, hili swala nitalifikisha kwa wazee. Sasa mimi nakwambiaje? Kafungashe begi, kesho asubuhi kwenu. Bwana shemeji. Naam. Hili swala mimi nitalifikisha kwa wazee. Ole wako. Ole wako nitike kikao chochote nyumbani. Utaona nitakachokufanya Charamanda, utokaa uamini. Lakini hebu acheni jamani. Kama nilivyoongea. Unajifanya kidume. Wewe. Ole wako mfikishie mama hizi taarifa. Yaani nitakavyokuvuruga utakaa uamini. Bichwa lile. Na wewe fua huko. Kwa hiyo mlivyokuwa mmekaa nje ndio mlikuwa mnapiga umbea au kumwambia kwa mimi nakupa kazi, si ndio? Na sio kazi hiyo tutakayoifanya. Maliza hapo tukapike. Tukapike tena? Ndio. Malizia hapo hizo nguo tukapike. Tunaingia jikoni mimi na wewe. Utakata kitunguu, nyanya na utapika mapishi kama yale unayozoea kupika. Bichwa lile. Sinaongea na wewe. Asubuhi yote ina begi iende wapi? Labda nikwambie kitu kimoja tu. Nimechoka. Kilicho kuchosha? Kuosha sufuria, kusonga, kuchambua mboga, kupiga deki, kuseti chooni, sijui nikupasie nguo. Sasa mimi najiuliza, mimi mwanamume katika hii nyumba, kazi yangu ni nini hasa? Ukifika muda wa kupumzika, haya ndo nimepumzika na mke. Haya mambo vipi, poa, sijui kufanyaje. Yaani hata nywele hutaki kuguswa. Kwa hiyo hizo ndo kazi ambazo zinakufanya ukimbie nyumba yako. Wewe. Mume wangu. Huwezi kuondoka. Hakikisha ukiondoa mguu wako hapa tunaondoka wote. Mguu wako, mguu wangu. Siwezi kuishi peke yangu kwenye jumba lote hili. Mimi nitashije peke yangu? Na isitoshe mimi nishakuzoea. Jumba lote hili mimi nitakaa na nani? Uniache peke yangu eti uondoke? Hiyo haiwezekani. Siwezi kuruhusu uondoke mume wangu. Yaani usije kujidanganya kabisa kwa uondoke eti waniacha mimi nyuma. Unajua kuchoka? Mimi nimechoka. Sasa kilichokuchosha ni kitu gani? Mbona kazi tunazozifanya hapa tunafanya wote? Kwani mimi hizo kazi sizifanyi? Naomba unisikilize. Mimi napika, mimi nafua nguo, mimi napiga deki, mimi ni deki choo. Yaani mpaka muda najiuliza ni muda gani ambapo nitapata kufanya shughuli zangu nyingine. Lakini sipati. Inafika muda hata wa kulala pia, yani hutaki kuguswa hata nywele. Alafu bado unaendelea kukaa hapa. Hauwezi kuondoka. Usije ukajidanganya kwa utaondoka mume wangu. Tambua kuwa nakupenda sana. Yaani ninakupenda kuliko unavyofikiria. Alafu mbona hizo kazi ulizokuwa unazifanya ni kazi za kawaida tu? Kwani kabla hujanioa mimi ulikuwa ufufui wewe? Ulikuwa huoshi vyombo kwenu? Mbona hizo kazi ulikuwa unamsaidia mzazi wako? Au kwa sababu kaitwa mzazi? Mume wangu, huwezi kwenda popote. Yaani ukiondoa mguu wako hapo ujue na mimi nimeondoka. Kwa hiyo mume wangu, yaani kunioa mimi tu ndio kila kiungo kimekatika kwenye mwili wako. Kumsaidia mke wako sehemu ya mapenzi jamani? Unachokiofia hapo ni kitu gani? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mume wangu,
Huwezi kuondoka. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuongeleka mume wangu. Naomba turudi ndani tukaongee. Tambua mimi nakupenda sana. Wewe ndio mume wangu. Na wewe ndio unayejua madhaifu yangu. Unajua nimevumilia sana. Nimeosha vyombo sana, nimepika sana. Nimefua sana, nimedeki sana. Kuna muda mwingine nafikiria pia ni wakati gani nitafanya kazi zangu. Nashindwa. Naomba unisamee mume wangu. Mpaka muda wa kulala pia ukifika hutaki hata kuguswa hata nywele. Naomba unisamee. Haitokaa ijirudie tena. Twende nyumbani mume wangu. Twende ndani tukaongea. Hakuna ambacho hakiwezi kuongea. Hapana, sijaona kitu cha kuniconvince mimi niingie ndani. Kwa kweli, nimechoka sana. Sasa, kama hutaki kunisikiliza mimi, ni mkeo. Unataka umsikilize nani? Unajua nimevumilia sana. Nimeosha vyombo sana, nimepika sana. Nimefua sana, nimedeki sana. Kuna muda mwingine nafikiria pia ni wakati gani nitafanya kazi zangu. Nashindwa. Naomba unisamee mume wangu. Mpaka muda wa kulala pia ukifika hutaki hata kuguswa hata nywele. Naomba unisamee. Haitokaa ijirudie tena. Twende nyumbani mume wangu. Twende ndani tukaongea. Hakuna ambacho hakiwezi kuongea. Hapana, sijaona kitu cha kuniconvince mimi niingie ndani. Kwa kweli, nimechoka sana. Sasa, kama hutaki kunisikiliza mimi, ni mkeo. Unataka umsikilize nani? Mume wangu. Kupiga deki, kufua, sijui kufanya kuosha vyombo. Hizo ni kazi za kawaida. Mbona ni mojawapo ya mapenzi kwa mkeo? Na kuahidi hicho kitu hakitakijirudia tena mume wangu. Twende ndani tukaongee. Tambua mimi nakupenda sana. Na kuhitaji katika maisha yangu. Yaani kweli, kama ingelikuwa na maneno mazuri kama hayo. Na ningekuwa napata vipindi vya jua na mvua kama hivi unavyozungumza katika maisha ambayo nimeishi naye mpaka muda huu. Basi mimi nisingekuwa mkali. Basi twende ndani mume wangu tukae. Na isingefikia hatua ya kubeba vitu na kutaka kuondoka kama hivi. Basi nakuomba tuondoke, twende ndani jamani. Hakuna kitu ambacho hatuwezi kuongea. Mimi naona ungeniacha kumpenda nyumbani. Twende mume wangu. Nafsi inanisuta kwa kitu kimoja. Bora ungeniacha tu. Njoo basi twende ndani jamani.